ipi ilikuwa. Kwa hiyo nasema mnaendelea kuongea hiyo imeandikwa. Muulize au mnagopa kumuuliza kwa sababu ya mambo kwa haya. Muulize imani yako na ya shetani ipi kubwa? Imani yako na shetani ipi kubwa? Anasema ni hapa. Kuna ambao wamezidiwa imani na mashetani juu ya kuabudu Mungu. Sasa sisi tulioamini tujipime wenyewe kwa imani yetu ina matokeo gani. Naomba niingie kwenye somo langu kama utapenda taratibu la let me ask you this question. Wangapi sasa simulizi kwa tahadhari. Wangapi wameokoka? Wanyoshe mikono. Mcheke jina lake. Kama anaonyesha mkono usimrudie kitu, niambie sema kama anaonyesha hivi, niambie sasa kama mbele inaitosha Sijasema usushi. Usushi. Wangapi walipookoka waliona mabadiliko ya wokovu? Kwamba nimeokoka sasa, I experience some changes. Walihisi mabadiliko kutoka kule walipokuwa na walipoingia kwenye maisha wapya. Waliona mabadiliko, wanyoshe mikono. Mikono imepungua. Ufuta tunanyosha hivi, ni wale nimesema unyoshe. Yaani kuna mama ananyosha kwa tangu walipookoka, no changes. No changes. Na watu wenye kiherehere wanavaa. Dada amesema yeye alipozaliwa hapa uwepo aliyekuwa. Kwa hiyo wakati kuzaliwa na uwepo. Ulikuwepo wakati anazaliwa. Anasema yeye wakati anazaliwa mama yake na baba yake walikuwa kwa wewe hujaokoka, ila wewe ni kizalia cha waliookoka. Kwa sasa kaikaje nipigike mimi wala watu. Sasa tuhesabuje watu waliozaliwa kwenye familia na waliookoka wameokoka? Kuna wamekaa kwa wokovu wao na vipi wanze upya. Okay, je, swali la mwisho ili niingie kwenye swali. Wangapi walipookoka baada ya kuokoka walipata fursa ya kufundisha habari za Roho Mtakatifu? Waliofundishwa kwenye dini zao habari za Roho Mtakatifu. Waliofundishwa hata kama umezaliwa mmomo, sinao nikutana wafundishwa na wenzako wale walioingizwa. Waliofundishwa shusha mkono. Wangapi baada ya kufundishwa waliona matokeo ya Roho Mtakatifu kwenye maisha yao? Wanashukuru. Shusha. Somo linaitwa nini? Uhusiano wa muamini na Roho Mtakatifu. Wangapi walikutana na badiliko ambalo linazungumzika? Yaani kuna watu wanasema nikajaa Roho Mtakatifu. Wangapi walijaa Roho Mtakatifu baada ya kufundishwa habari za Roho Mtakatifu? Naomba nione mikono yao.
cheki daraja. Unaweza kuzungusha macho. Bora kutoka kwa hata kupunguza. Nyosha kwa walio fundishwa baada ya kuokoka habari za Roho Mtakatifu, halafu wakakutana naye, mnahitaji ana kwa ana au face to face, wakajazwa na Roho Mtakatifu. Naomba nione mikono ya watu waliofundishwa baada ya kuokoka. Viongozi, kwa mnatazama hii mikono, ina maana yake. Nyosha mikono vizuri. Sasa kama jirani yako ataonyesha, muulize, wewe uliokoka vipi? Sasa hebu njoo hapa. Nimepata sana. Anasema yeye, ukisikia jambo kwa kuongea na mimi, nilisema kuokoka zamani sana ni lini? Tangia utotoni niliokoka. Tangia utoto. Umezaliwa kwenye wokovu. Ukizaliwa kwenye wokovu umeokoka. Ukizaliwa kwenye wokovu yaani majibu yanahitaji ndio na habari. Ukizaliwa kwenye familia ya waliokoka umeokoka. Wala mimi kama nitoka sasa. Swali langu la msingi. Ukizaliwa kwenye familia ya watu waliokoka na wewe umeokoka? Nitoka sasa. Na ili uokoke, ukiwa umezaliwa kwenye familia waliokoka, ndio kufanya nini? Nitakuwa mkiri kwa kile mshakuwa Bwana mwokozi wa maisha yako, hata mshaka kutoka kwenye familia. Huko unasoma wenyewe. Naomba tumsikilize alielewe. Anasema hujaokoka, unataka kufanyaje ili uokoke? Ili uokoke lazima umkiri Bwana Yesu kuwa mwokozi wa maisha yako, kwamba alikufa na akafufuka katika wafu kwa ajili yako wewe binafsi, sio kama familia, ila wewe mwenyewe, kama kwa sababu Mungu ni wa mtu mwenyewe, sio wa familia. Sasa naomba usubiri bibi maswali. Sasa wewe ulishafanya hivi? Ndio. Ulisema umeokoka mwanzoni ukiwa mtoto. Alafu sasa maelezo yako yanatoka utotoni yanakuja utu uzima. Tuamini kipi katika maelezo yako? Uliokoka lini? Mimi nilipookoka ni pale ni lini? Nilikuwa na miaka 16. Ndio ulipookoka. Kwa unafuta maelezo yako ya kwanza kwamba ulikuwa umefanya. Ndio. Nasema uongo kweli, alafu uko kanisani. Na tangu ulivyookoka ulikutana na fundisho la Roho Mtakatifu? Ndio. Likakusaidia? Kwa mara ya kwanza alinisaidia. Mwalimu alifundisha vibaya. Mwalimu alifundisha vibaya. Huyu ndio hatari, anatukumba wachungaji. Yaani ni very dangerous. Hebu sema danger. Na jambo lingine ni danger. Alifundisha vibaya. Ulijuaje kufundisha vibaya ndani ya community yote? Kwa sababu sisi tumeelewa na sisi tunaishi huko kuelewa. Sasa leo una wakati kama mimi utanielewa, kama hata kwa kwanza unielewa. Mimi utanielewa. Itategemea na tutakapofundisha. Hii safi. Wakati zako pasta yuko vizuri na kapitana na mama yuko vizuri. Na huyo ananisaidia sana. Hizi ni sample tu ambazo tunazo. Sasa ni sample. Kuna wakati nishawahi kumuelewa mtu aliyefundisha kazi za Roho Mtakatifu? Ndio. Anaitwa nani labda? Mungu kwa jina kwa makajana teki. Kwa wewe kama ukue kwenye dini yako na imani yako, wewe msaada ulipatia teki. Ndio nilipata zaidi kwa kwangu wengine kabisa. Ukajaza Roho Mtakatifu baada ya kuelewa? Ndio. Kwa ishara gani?